Kutana na msichana anajulikana kwa jina la Dinobi, ambaye ametoka katika familia ya kimaskini, lakini amepata ufadhili kuja kusoma katika shule ya kitajiri. Na hapa alipofika katika shule ya kitajiri, na yeye akajifanya ni mtu ambaye ametoka kwenye familia ya kitajiri ili aweze kuendana na wenzake. Hata wakati kama huu anasindikizwa na rafiki zake, anawapeleka kwenye nyumba ambayo sio yake, akidai ndo kwao, lakini walikuwa wanaishia getini. Rafiki zake hawakujua hii siri. Waliendelea kudanganywa na huyu msichana anaitwa Dinobi. Hata nyakati walizokuwa wakikaa pamoja kama hivi, alikuwa akiwadanganya mambo mbalimbali, kuwa yeye mama yake ni waziri, ni mtu mwenye hadhi, ni mwanasiasa mkubwa pale nchini. Huyu ndio Dinobi bwana. Alivyokuwa nyumbani, alikuwa anaumiza sana kichwa kuhusu uongo wake na maisha yao yalivyo magumu, akitamani maisha ya matajiri. Alikuwa anawaza sana. Hata nyakati fulani alivyokuwa na binamu yake wanaenda shule, alivyokuwa akikaribia karibu na shule, anamwambia binamu yake yeye atangulie kwa sababu binamu yake anaishi maisha halisi. Lakini wote wawili walipata ufadhili. Kwa anamwambia yeye atangulie ili yeye aonekane ni mtoto ambaye ametoka kwenye familia ya kishua, familia ya kitajiri. Hata binamu yake kipindi alipokuwa hamuelewi, alikuwa anamwacha jinsi alivyo, anavua mango yake ya nyumbani, anabaki na sketi za kishua na uniform za kishua, kisha anaenda shule. Uongo wake uliendelea mara kadhaa na marafiki zake, akijinadi mambo mbalimbali, maisha ya ufahari, magari, kuishi vizuri. Na rafiki zake hiyo siri ya uongo walikuwa hawajaitambua bado. Siku zote maisha hayawezi kukupa kile tu unachokitaka Mungu, bali humpa yule anayestahili. Siku moja akiwa na marafiki zake pale getini, akiwaacha pale na kuwaaga, rafiki zake wakaondoka akiwa anazubaa. Bwana we, kumbe ile nyumba ya kitajiri ilikuwa ni ya mwanafunzi wa kiume, alikuwa anaitwa Sebastian. Akashangaa kumuona Dinobi yupo pale nje ya nyumba yao. Akashangaa, akasema vipi, unafanya nini hapa? Akasema yeye, ni nyumba yangu hii. Yule bwana Sebastian akashangaa, nyumba yako? Akasema okay, na mimi ni nyumbani kwangu, twende. Akasema kivipi? Akasema ndiyo, hapa ni kwangu pia. Basi Dinobi siku hiyo ilikuwa ni siku ya taabu kwake. Uongo, maisha feki ni kijambo gumu sana. Dinobi akazuga, akajifanya nilikuwa nakutania, ngoja basi niende. Dinobi aliondoka siku hiyo, ilikuwa mbaya, akihema vibaya sana. Japo hii ilichukulia kama ni changamoto ndogo sana, haikumfanya aache tabia yake. Hata wakati mmoja alivyokutana tena na Sebastian akiwa anatokea darasani, akajifanya kujikwaa. Sebastian alivyomdaka, basi kukapambazuka, akaanza kujinadi, nashukuru umeniokoa, maana ningechafuka, hizi uniform zangu zimetoka Uturuki. Si unajua mavazi yangu mimi ni mavazi ambayo yanatengenezwa nchi za mbali, mavazi yangu hayatoki Afrika, yanatoka nje ya Afrika, kwa sababu mimi ni mtoto wa kishua. Na shukuru kwa kuniokoa, maana ningechafuka. Mama ingeshangaa, yani nguo zangu zichafuke kwa udongo wa hapa Afrika? Haiwezekani. Hakika huyo ndo Dinobi. Madinobi ni wengi sana hata hapa kwetu Tanzania. Bwana we, siku moja sasa binamu yake akiwa katika matembezi, anatoka sokoni anaelekea nyumbani. Bwana si ndo akakutana na Sebastian. Sebastian akasema, hivi unaishi mitaa hii? Basi binamu wa Dinobi akasema, yeye nyumbani sio mbali, ni pale. Akasema, wapi nyumbani? Akasema, ni pale. Bwana Sebastian akatamani apajue nyumbani kwa huyu binamu wake wa Dinobi, lakini hadi wakati huo alikuwa hajui kama binamu yake wa Dinobi anaishi na Dinobi. Yeye alikuwa anamchukulia kama tu mwanafunzi wake mwingine. Basi binamu wa Dinobi akamuomba waende nyumbani ili akapaone nyumbani. Basi wakaenda. Walipokaribia wakasema, nyumbani ndo hapa. Basi wakaingia. Kipindi hicho Dinobi alikuwa kakaa nje, hana hili wala lile. Ile kwenye kuangalia, alivyoangalia akamwona Sebastian, akadata, akachanganyikiwa. Mambo ya uongo haya, si akajifunika linguo. Binamu wake anashangaa, huyu vipi leo? Anasema, kwa nini
we vipi leo? Dinobi basi akaekti anaumwa vibaya. Unajua nini kilichomokoa? Hatari. Basi bahati nzuri kwa Dinobi, Sebastian akapigwa simu na baba yake. Akasema samani, baba ananipigia, ngoja nipokee simu kidogo. Basi karibu siku nyingine. Akasema haina shida. Basi hiyo ndio ilikuwa pona ya Dinobi, la sivyo leo ingeumbuliwa. Angeshangaa. Alivyoondoka akanyanyuka haraka akasema, wewe vipi? Kwani umemleta huyu mtu? Unajua mimi na uhusiano naye vipi? Wewe unajua yule ni nani? Mimi sitaki yule mtu anione. Dinobi aliwaka kama mbwa mwenye kichaa kwa sababu hakutarajia leo siri yake ingebumbuluka. Bwana, hatari, maisha feki tuangalie sana. Pia wahenga wanasema hakuna marefu yasiyo na ncha. Leo Dinobi alipokuwa akirudi, hakujua alikuwa anafuatiliwa na mmoja wa rafiki zake. Alipokuwa amesimama na mama yake, ile kuingia ndani tu, bwana we, rafiki yake kumbe upo nyuma anamfuata. Akawa anajiuliza, huyu Dinobi hapa kwa nani? Au ndo kwao? Akajificha aone picha nzima, aone kila kitu. Akasema leo nitagundua jambo. Huyu Dinobi kila siku atuingie nyumbani kwake, leo kaja hapa kwa nani? Akawa basi anashangaa na kujificha. Unajua nini? Bwana, hatari. Leo wanasema za mwizi ni 40. Akafungua geti taratibu kuchungulia, akagundua ni kwao. Ikabidi aondoke kimya. Leo Dinobi hana hili wala lile. Ile anatoka tu, anafika getini. Unajua alionana na nani? Bwana, leo ni mapya hapa mjini. Ile anatoka huyo hapa rafiki yake Dinobi. Anashangaa, anasema, Dinobi alishiwa pozi leo kukakucha. Akasema kumbe wewe umekuwa ukitudanganya siku zote kuhusu wazazi wako. Umekuwa ukitudanganya kuhusu familia yako, maisha ya kitajiri. Kumbe umeficha siri kubwa. Wewe unatoka hapa, kwa nini umetudanganya sisi? Bwana, Dinobi katika kipindi alikuwa na wakati mgumu. Akana mwambia binamu yake, wewe tangulia, wewe nenda. Alikuwa na hali ngumu, haijawahi kutokea. Hiyo ndo faida na matokeo na malipo ya uongo. Alijaribu sana kupiga mpaka magoti kumwomba msamaha, lakini yule rafiki yake akasema, umetudanganya sana. Haukuamini. Akasema, na ninaenda kumwambia kila mtu kuhusu uongo wako na maisha yote ulikuwa unatudanganya siku zote. Bwana, maisha haya ni noma. Basi Dinobi kalia. Kaomba msamaha tena akaomba. Alikuwa na wakati mgumu, aliona maisha yake yote yameangamia kwa sababu wenzake wote walishamzoea kuwa ni binti wa familia ya kitajiri, lakini leo rafiki yake amemuumbua na kuona uongo wake wote. Bwana, basi yule rafiki yake alienda kutangaza shule nzima. Wanasema kila jambo utakalofanya duniani liwe zuri au baya, malipo ni hapa hapa. Hata mama yake alipojua ukweli alichoka sana. Aliona anampambania mtoto ambaye amemshusha thamani, anadanganya. Alijaribu kumuomba msamaha hata mama yake, lakini mama yake alichoka sana. Hakutarajia kuwa na mtoto wa namna ile ambaye anaweza kudanganya shule yote, ili hali yeye anapambana. Amejaribu kuomba hadi ufadhili, lakini leo amemwangusha mama yake. Hata alipokuwa akiingia darasani, ni binti ambaye alikuwa hana raha tena. Siri imebumburuka. Rafiki zake, watu wote walikuwa wanamtazama huku akimcheka, wakiona ni mtu ambaye amekuwa akiwadanganya sana, na mara zote alikuwa akipata kejeli kutoka kwa rafiki zake, akisemwa vibaya. Yaani huo ni mshahara aliokuwa analipwa kulingana na kile alichokuwa anakifanya. Bwana, lakini kwenye dunia wanasema kuna nafasi ya kurekebisha. Unaweza ukakosea, lakini ukijirekebisha kila kitu kinakuwa sawa. Ndipo kilivyotokea kwa Dinobi. Aliwaza sana na baadaye akaona jirekebishe, akakiri, akatubu na akawaambia wote rafiki zake kuwa ni kweli amekiri na ni kweli amekosa na hatarudia tena. Basi akaomba msamaha mama yake, pia akamwomba msamaha binamu yake, na zaidi akaomba msamaha rafiki zake wote ambao alikuwa amewakosea. Na rafiki zake kwa sababu alikiri Dinobi wakamsamehe, wakakumbatiana na urafiki ukarudi.